Uonapo nyoka katika ndoto zako, huenda ina maana kadhaa. La kwanza, umwonapo nyoka katika ndoto, inaweza maanisha kwamba una uoga fulani au wasiwasi. Ukiwa unapitia hali ya uoga fulani na wasiwasi kuhusiana na jambo fulani ambalo limekufanyikia, au una wasiwasi kwamba huenda lije likafanyika, basi unaweza jipata huku yuaota na nyoka. Na la pili, vile umwonapo nyoka katika ndoto, inaweza kuwa na maana kwamba kuna vitisho vilivyofichika katika maisha yako vinakukabili. Inaweza kuwa ni vitisho ambavyo unavijua au vitisho ambavyo huvifahamu, lakini ina maana kwamba kuna kitu, kuna mtu au jambo fulani ambalo linakutishia maisha. Huenda ni usaliti ambao unaufahamu, ambao unafanyika kwa wakati uliopo, au usaliti ambao utakuja kukufanyikia baadaye. Nyoka ametumika mahali kwingi, huku ameitwika huruka nzima ya udanganyifu. Kama kuna udanganyifu fulani unaendelea katika maisha yako, kama kuna watu wanakuhandaa, unaweza jipata ukiota na nyoka. Inaweza pia kuwa ishara ya majaribu. Na la tatu ni uponyaji na hekima. Huenda wewe ni mgonjwa au kuna mgonjwa karibu na wewe unayemwangalia. Huenda imaanishe kwamba uonapo nyoka katika ndoto, yuaelekea kupokea uponyaji. Kumbuka Musa akiwa jangwani, aliambiwa na Mungu atengeneze unyago, atengeneze mfano wa nyoka ambaye aliangikwa mahali juu, ili wana wa Israeli waumapo na ile nyoka ya adhabu, wanaangalia juu na wanapata kuponywa. Umwonapo nyoka, inaweza kuwa ni ishara kwamba utapokea uponyaji wa gonjwa ambalo linakusumbua. Huenda ni gonjwa la kimwili au hata vile gonjwa la kiroho. Tangia pale mwanzo, nyoka alikuwa mjanja, alikuwa mwelevu, na hivyo basi uonapo nyoka katika ndoto, inaweza maanisha kwamba kuna venye unaelevuka kwa njia moja au nyingine. Kwani katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 msururu wake 16, Yesu aliwaamuru wafuasi wake kwamba wafaa wawe wajanja, wawe wenye hekima kama vile nyoka, na vilevile wawe wapole kama vile ua. La 4 inaweza kumaanisha hukumu au hata vile adhabu. Mungu aliwatumia nyoka kuwaadhibu, na kwa wakati huo huo akamtumia nyoka kwa uponyaji wa wana wa Israeli. Hivyo basi umwonapo nyoka katika ndoto, inaweza kuwa vilevile ni ishara ya hukumu na adhabu. La 5 tena la mwisho, inaweza kumaanisha ya kwamba kuna ubadilifu au ukuaji ambao unaelekea kufanyika katika maisha yako, kwani hili litaonekana vema uangaziapo tabia za yule nyoka. Ukimwona yule nyoka yuajitoa ngozi yake, inamaanisha kuna mabadiliko makubwa yanaelekea kufanyika katika maisha yako, kiuchumi, kiafya, kihali, kiroho na kadhalika. Ulijiona uko wapi? Mazingira yenyewe ilikuwa mazingira gani? Ama katika mazingira yako ya maisha ya uhalisia, umekuwa ukiishi maisha gani hivi karibuni? Umekuwa na uhasama na mtu yeyote ule? Umekuwa ukiwaona nyoka au hata vile kufikiria kuhusu nyoka? Hayo ni baadhi tu ya yale unafaa kuzingatia ifikapo ni swala nzima kuhusiana na muktadha uliopo. Mazingira yaliyokuzunguka ni yepi? Vilevile, kama tusemavyo kila wakati, ni vizuri pia kuzingatia hisia zako.
Ulikuwa unajihisije? Ulikuwa umefurahia? Ulikuwa umechangamka ukiona wale nyoka, au ulikuwa umehofia? Ulikuwa na wasiwasi na woga? Nyoka ni mnyama mzuri kama vile wanyama wengine. Mungu alipoumba dunia na akaumba vyote vilivyoko, alisema ni vyema, ni vizuri na vinapendeza. Kwa hivyo kumaanisha hata nyoka alimuumba na akaona ni mzuri na anapendeza na tena anafaa zaidi. Lakini watu wengi humwogopa nyoka, huona nyoka amehusishwa na mambo mengi, mambo mabaya, mambo ya kishetani. Lakini nyoka ni mnyama mwenye manufaa mengi kwake mwanadamu. Nyoka huliwa, ngozi yake, sumu yake pia ni dawa. Nyoka ana faida kibao. Basi uotapo ndoto sampuli ile, ni vema nawe ukawe mchanja kama nyoka.